Leo tunatoa sadaka kwa sababu kuna jengo. Leo tunatoa sadaka kwa sababu kuna mkutano wa Injili. Leo tunatoa sadaka kwa sababu kuna yatima na wajane. Leo tunatoa sadaka kwa sababu kuna makuhani wanatakiwa kutunzwa. Okay, turudi kwenye ibada ya kwanza ya familia ya kwanza ya Adam na Eva. Hawakuwa na jengo, hawakuwa na mchungaji, hawakuwa na mkutano, hawakuwa na yatima. Lakini Bwana Mungu alidai dhabihu. Dhabihu ni ibada, lakini dhabihu ni mbegu. Uchukue kizuri ulichopata katika msimu uliopita, katika mwezi uliopita, katika wiki iliyopita, kiteketeze ili kifungulie baraka msimu ujao, mwezi ujao, wiki ijayo upate tena. Acha kulalamika, kanisani michango imezidi. Ndio ibada hiyo, michango ndio ibada. Tumekuja kucontribute on the altar. Kwa hiyo lazima uchakarike Jumatatu mpaka Ijumaa kwa akili anazokupa Mwenyezi Mungu. Utumie rasilimali za nchi, upate mahitaji na matakwa. Halafu sehemu ya mahitaji na matakwa ulete nyumbani mwa Bwana kama dhabihu, ili wiki ijayo upate tena. Ukikosea kuihudumia madhabahu leo, utapiga danadana sana wiki ijayo. Mungu aliitengeneza hiyo formula kwamba kama unataka kuvuna vizuri Kain, kama unataka kuvuna vizuri Abel, kama unataka kuvuna vizuri Adam na Eva, kile ulichovuna sasa chukua kizuri zaidi, niteketezee, kiteketee. Hakuna yatima, hakuna mkutano wa Injili, hakuna jengo, hakuna mchungaji, lakini bado watu walitoa sadaka. Walitoa sadaka ili iweje? Sadaka ndio ibada yenyewe. Na kama unampenda Mungu sana, utafurahia kutoa sana.